Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mungu kwa vipindi ambavyo vimepita na hata pia wale ambao wanatufuata online. Tunawapenda, endeleeni kutuma comments zenyu mkiwa na prayer request. Anajua kwamba Mungu atatutenda mema. Tunataka kulisikiza neno la Bwana. Nataka kumleta mtumishi wa Bwana ambaye ni Pastor Joyce. Atanena nasi asubuhi ya leo. Kabla sijamleta, niruhusu nilisome neno la Bwana na nitakuwa ninamleta. Fungua pamoja nami kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango ni wa 20, mstari ni wa 1 hadi 11. Wafalme wa Pili, 2 Kings chapter 20 verse 1 to 11. Wafalme wa Pili, mlango wa 20, mstari wa 1 hadi 11. Ukifika pale unasema amen. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Siku hiyo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla ya Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya, siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huo na mikono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huo kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Naye Isaya akasema, twaeni mkate wa tini. Wakautua, wakauweka juu ya jipu, naye akapona. Hezekia akamwambia Isaya, je, kutakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataponya? Nami siku ya 3 nitapanda nyumbani kwa Bwana. Isaya akamwambia, jambo hili litakuwa ishara kwako. Itaonekana kwa Bwana ya kwamba Bwana atalifanya neno hilo alilolinena. Je, kivuli kiendelee madaraja 10 au kirudi nyuma madaraja 10? Hezekia akajibu, ni jambo jepesi. Kivuli kuendelea madaraja 10, la, hicho kivuli na kurudi nyuma madaraja 10. Isaya nabii akamlilia Bwana, akakirudisha nyuma kile kivuli madaraja 10 ambayo kilikuwa kimeshuka katika madaraja ya Ahazi. Na neno la Bwana liweze kubarikiwa. Tuweke mikono yetu pamoja tunapomkaribisha mtumishi wa Bwana Pastor Joyce ambaye anataka kunena na mioyo yetu ambayo imetarajia. Makofi hayo hayatoshi jamani. Tuweze kumkaribisha mtumishi wa Bwana ili aweze kunena pamoja nasi asubuhi ya leo. Baba, ninakupenda, wewe ni mwema. Sisi ni watoto wako na huyu ni mtumishi wako. Tunatarajia na tuna kiu kusikiza kutoka kwako. Mtumie kama chombo spesheli kukutana na mahitaji yetu. Neno hili litukemee, neno hili lituonye, neno hili lituelekeze, neno hili litubariki. Tuko chini ya uwepo wako. Nena na nafsi zetu. Kwa pendo la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. God bless you, Pasi. Thank you so much. Asante.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mko salama? Wale wako kule mnanisikia? Amen. Asante kuwaona sijui ni baridi, mko tu wa baridi. Tangu niingie kanisa leo nimeona tu watu baridi. Sasa sijui ni mimi nafanya mnakuwa baridi ama I don't know. Mko baridi. Lakini najua Mungu anatupenda. Bwana asifiwe sana. Masaika Yesu kajiranga njenda. Masaika Yesu kajiranga njenda. Sinjira, hallelujah, kajiranga njenda. Hallelujah, kajiranga. Oh, simbaba sita Yesu, sijiranga njenda. Masaika Yesu, kajiranga njenda. Oh, hallelujah, kajiranga njenda. Hallelujah, kajiranga njenda. Oh, buyanzi bwa Yesu, bujiranga njenda. Buyanzi bwa Yesu, bujiranga njenda. Hallelujah, bujiranga njenda. Hallelujah, bujiranga njenda. Oh, masaika Yesu, kajiranga njenda. Masaika Yesu, kajiranga njenda. Oh, hallelujah, kajiranga njenda. Hallelujah, kajiranga njenda. Oh, mirembe cha Yesu, chichiranga njenda. Mirembe cha Yesu, chichiranga njenda. Oh, hallelujah, chichiranga njenda. Hallelujah, chichiranga njenda. Oh, Yesu malaiko, Yesu malaiko, Yesu malaiko, Yesu malaiko, Yesu malaiko, Yesu malaiko. Oh, anjinganga, anindanga, Yesu malaiko. Oh, shita osho mwikono, shirina mazimalai, walizia umwako, shibari nyoro. Oh, shita osho mwikono, shirina mazimalai, walizia umwako, shibari nyoro. Oh, mwana chinamba, mawikanire, oh, mohei hamba, mawikanire, oh, mwana chinamba, mawikanire, mawitire, salemi. Oh, mwana chinamba, mawikanire, mawitire, salemi. Oh, mohei hamba, mawikanire, mawitire, salemi. Oh, shita osho mwikono, shirina mazimalai, abalizia umwako, shibari nyoro. Hallelujah. Hallelujah. Kama umekaa na mwenye asikio lugha, jaribu kutafsiri. Praise the Lord. I thank God this morning. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwenye haki, ametulinda, ametuhifadhi na ametupatia nafasi nyingine tena kuingia hekaluni mwake, kuweza kulisikia neno lake na kukaa miguuni pake kwa sababu yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Shani introduce, sitaenda hapo tena na mnanijua wengi wenu. Kwa hivyo tuendelee na neno. Today's message, I've given it a title, The Gift of Extra Time. The gift of extra time. Zawadi ya muda wa ziada. Praise the Lord. Zawadi ya muda wa. Do we have football fans in the house? Oh, ni wengi? Man U? Arsenal? Harambee Stars? Asante sana.
Those of us who are football fans and followers know that football takes 90 minutes to play. Inachukua dakika ngapi? 90, kucheza mpira. Sasa nataka tuhubiri wote. Lakini wakati mwingine 90 minutes ikiisha, na labda it was najua football. Hata kwa miaka yangu najua football. After 90 days, 90 hours, 90 minutes, na hakuna ule mshindi, na ni ile mechi tunaitanga knockouts. Naijua hiyo? Ile inaitwa knockout. Lazima wapeane nini? Lazima kukuwe na extra time. Na referee anapopeana hiyo extra time, ama that is the rule of football, that there has to be extra time so that mshindi apatikane. Hata kama wenye kucheza wamechoka, they have to show some bravery, They have to be strong. They cannot afford to be weak. Kwa sababu wanataka kufurahisha maybe fans wao, inji yao, na hata wenyewe lazima washinde ndio wapendwe, ama ndio mchezo iwe imechezwa vizuri. The referee will signal the 30 minutes. Na watacheza, na watacheza, na watacheza. And some of the most unforgettable victories come in these final moments, which we call extra time. Na mimi naita hiyo extra time the gift of extra time. Kwa sababu pale ndipo ushindi ulifanya nini? Ulipatikana. Praise the Lord. Basi, acha tuiache hapo hivyo. Tuende kwa story yetu ya Hezekia. Hezekia was a godly king. Alikuwa kiongozi ambaye anamcha Mungu sana. Siku moja Mungu akatumana, vile msomaji pastor alisoma, akasema, tengeneza nyumba yako kwa sababu unaenda kukufa. Hezekia alichukua uso wake, akaweka kwa ukuta, na akaambia Mungu, remember Lord, how I have walked before you faithfully. Remember Lord, how I have walked before you faithfully, with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. And God responds with compassion. Akasema, I have heard your prayer. I have seen your tears, and I will add 15 years to your life. Hezekia lilia sana. Akaambia Mungu, hata kwa hiyo kilio chake akamwambia, sio sahihi Mungu, sio sahihi, nataka kukaa. Ambia mwenzako sio sahihi. Mwambie kabisa sio sahihi. Hezekiah's prayer moved God. Praise the Lord. Ombi lile la Hezekia lilifanya nini? Liliguza moyo wa Mungu. Alipomwambia Mungu, mimi nataka kuendelea kuishi. Nimekutumikia vizuri, nimefanya kazi vizuri. Mbona unataka kuchukua roho yangu saa hii? Hezekiah turned to the wall and asked for more time.
Going to the wall means he separated himself from people. You know, when you are about to die at home and people know that for sure you are going to die, watu wengi wanakuwa kwa boma, si ndio? Lakini Hezekia alijivuruta mpaka akaenda mahali na akaingia katika maombi na akaomba, na Mungu akasikia maombi yake. Akajiambia, I must talk to God alone. That is why he faced the wall. Facing the wall means he separated himself. He took time away from other people. He just wanted to be himself with his God. And when he prayed, God heard him. Na akasema, nitakupatia miaka ngapi? Wale mlisikia hiyo miaka ngapi? Tuko class. Yes, miaka 15. Wakati tanitumia lugha ya ile nasikia watu wakisema, wakati kikiumana unaangalianga wapi wewe? Praise the Lord. Wakati mambo imekuwa ngumu kabisa, huwa unaenda kwa ukuta gani? Si kuna mambo inazidi unga katika nyumba zetu, katika maisha yetu, katika kazi zetu, katika tu maisha kila siku mambo inakuwa ngumu wakati mmoja. Wewe unaenda wapi? Where do you turn to when things get tough? Praise the Lord. You turn to your wall. Is your wall your knees? Is your wall your back? Do you sleep on your back? You look up and tell God, I am here. Or do you sleep on your stomach and tell God, I am here? Which is your wall? Unaambia Mungu nini? Kama umesimama wapi? Is it fasting? Do you get into fasting and tell God, God, I am here. I need you. I need you to hear this prayer. I need you to turn things around. What do? God is the giver of time. He gave Hezekiah extra time. God is the giver of everything. It's not only time. He's the giver of everything. He gives to those who come to him wholeheartedly, who surrender all to him, who say, God, I have reached the wall. I have reached the end. And like Hezekiah, when he reached the wall, God took over and said, it is not yet over. I'll give you another chance. And that is the same God I'm preaching to you today. That is the same God I'm bringing to you today. That he is ready to listen and to say, yes, I'm taking over. I will do it. I will do it. I will do it. Praise the Lord. Back to that football illustration. Extra time may change everything completely and set new records. Praise the Lord. Extra time inafanya nini? Inaweza badilisha kila kitu na ikaleta mwamko mpya ama mwanzo mpya. Praise the Lord. Recently, I think in July, if I'm not very wrong, I'm August. I'm a fan, but I'm not also a fan of football. Yeah, I don't sit to see, I used to many years ago, but these days, no. I get tired. But recently, there was football called what? CHAN. No, vile fan wanajibu haraka. CHAN. Yes. Na hiyo CHAN, Wakenya tulikuwa tumejichocha. Wakenya tulikuwa tumefanya nini? Yani we are going to win this thing. Hii kitu ni yetu. Gini wasegao. Kuna mjaluo in the house? Yes, gini wasegao. Hii kitu ni yetu. But in extra time,
Everything did what? Did we win? We won in they call them primaries or what? Hizo za mwanzo. Tulishinda, tulienda vizuri. Lakini when we reached on the knockout, we did not win. We were knocked out. Praise the Lord. They did not yield to the required results to carry the day. They were knocked out in the quarterfinals. The match was not won in regular time, but in extra time. And I'm stressing on extra. That is where my preaching is. Extra time. God might do his most powerful work in your life at the moment you assumed it was all gone. Praise the Lord. That moment that you assume it is all over, that is when God comes. Praise the Lord. Just like in football, in extra time, that is when things will do what? Things will change. And in that extra time, that is when Hezekiah's life started afresh, started all over again. Mungu anaweza kufanya kazi yake zaidi maishani mwetu katika ule muda wa ziada. Praise the Lord. So please, I'm telling us that don't give up now. It is not yet time to give up. And we are not giving up. Hata hakuna time ya give up. Kuna muda wa ziada unakuja. Na mambo mazuri yataonekana katika nyumba yako. Yataonekana katika ndoa yako. Yataonekana katika kazi yako. Yataonekana katika maisha yako. The gift of extra time. You may have thought the opportunity has passed. The door was closed. Hata unaweza tembea ukakutana na mtu, yani mtu ame give up tu. Mimi hiyo mambo hata siko. Mimi mambo yangu iliisha hivyo. Iliisha na wewe bado unaishi. Praise the Lord. Mambo iliisha na wewe bado unaishi. It is not yet over until God says it's over. Praise the Lord. God is saying he's not done with you yet. He will give you another chance. The gift of extra time. God may give us extra time. It may not come with like ile football matches. But you may have survived a sickness. Praise the Lord. You may have been in ICU for so many days. But you came out. God gave you another chance. Time to do the things that you are yet to do. There may have been a delay of some sort. Delays can also be a blessing, right? Yes, a delay. You know, most of us, when our things delay, we really complain. We don't even ask ourselves, why are these things delaying? Maybe it is God. He's planning something very good for you. Something very great. Something special. But we complain and say, hata hii kanisa naenda, hata mahubiri, hata najua, hata labda mwingine unasema, hata sisiki. Huyu anjui ile mambo nimepitia. There is a gift of extra time. Praise the Lord. If you are hearing my voice, nataka ujipe nguvu, ujipe moyo, encourage that extra time is coming. Your extra time is coming. Hezekiah's extra time came. And he lived another 15 years. A second chance you didn't expect is coming. And here I thank God very much, even as you see me on the pulpit today. I survived a train accident 2 days to my wedding day.
I survived, or we survived. You know, this Jogoo Road is a place where the train and the buses or the vehicles used to meet. Those of us who are there then know. Sindio? Hapa tu. Mahali sasa we have like a bridge or a flyover whereby the train goes under and the road is up. So there, you know, matatu na vile haraka zao ilianza kitambo, haijaanza sasa. So the train is coming and the matatu 14-seater I'm seated in. Then this guy, instead of stopping, he just goes, you know, haraka, nitapita tu. Then the matatu stalls on the railway line. And then people are running all over in the matatu, they are crying. Me, I was not even doing anything. I was just seated. Even I came out of that matatu, and even when I was preparing this sermon, I asked myself, surely, why was I just seated? Why wasn't I even moving around like the rest? I was just seated, and he tried to ignite the key, put in the ignition again and again. It was not going, and the train was like here. Then the vehicle just moved out of the road. Praise the Lord. And the train passed. It's like there was nothing had happened. People had panicked. Everyone was jumping on top of the other. But we cannot come out. These are small. And when you come out, you'll come out on the railway line. The gift of extra time. Praise the Lord. There is a moment you have escaped something that would have finished your life. There's a time you have escaped something that was so bad, that was so evil. You think about it. I remember when I preached here last, Vince had just given a testimony a week earlier, a Sunday earlier, that they came out of a vehicle that you could not come out. Praise the Lord. The gift of extra time. Each one of us, we have a gift. And that gift is in our lives. God has given us life to use it to his glory or for his glory. Praise the Lord. When we go back to this Hezekiah or Hezekiah, we see God. Hezekiah nao amepata nguvu because Mungu amesema ataishi tena miaka 15. And then he asks the servant of God Isaiah, ule alikuwa ametumwa kwake, anamuuliza, wapi saini? Ni saini gani utafanya ndio nijue kwamba hii kweli itafanyika? 2 Kings 20:11 inasema, then the prophet Isaiah called on the Lord. Yani anataka kuprove kwa Hezekia ya kwamba kweli Mungu amempatia hii miaka. And verse 11 says this, then the prophet Isaiah called on the Lord, and the Lord made the shadow go back the 10 steps it had gone down on the stairway. Yani Hezekia alipouliza anataka kuona sign ya kwamba kweli yale Mungu amesema ni ya haki. Isaiah akamuuliza prophet, unataka tufanye nini? Kivuli chako unataka kiende mbele 10 steps ama unataka kisonge nyuma 10 steps? Akasema mbele ni obvious, itasonga. Hebu rudisha nyuma. Yani amepata nguvu. He's even challenging God now. You know, he's not challenging who? Ana Mungu amemwambia tu nitakupatia miaka 15. Na Isaiah akamuita Mungu, and of course time went back for him. Praise the Lord. Time went back for him. That is who our God is. He's also very obedient. Let me tell you, God is very obedient. You can ask God something even in arrogance, and he looks at you and says, this child of mine, what's wrong with him? What's wrong with her? And he will do it. Praise the Lord.
lakini naye unajua akifanya hivyo naye kuna mambo anatarajia ukaweze kuyafanya. God can interrupt the systems he created for your good and for my good. Praise the Lord. He interrupted the system of the sun going forward and it went backwards for Hezekiah. He can do the same for you. Praise the Lord. When you are thinking time is over and things are over and everything is over, God can rewind time for you. Praise the Lord. God can take back things for you. And that was a miracle and a confirmation and a sign that God keeps his word. Praise the Lord. God keeps his. God is not bound by rules. God is not bound by those rules that he writes himself. He can write them and he can rewrite them. Praise the Lord. God can reverse what seems irreversible. Hallelujah. God can reverse what seems, yani ile unaona haiwezi, Mungu anaweza itengeneza ikakuwa mzuri. Time lost. God says in Joel 2:25 that I will restore to you what the locusts have eaten. You may not get back, but what got lost. But what you gain going forward can make up for what you lost and even more. Praise the Lord. Yani ile umepoteza inaweza kuwa hata kidogo kuliko ile Mungu anafungua njia anakupatia. Na hiyo tukiangalia kitabu ya Job 42 verse 5. I like the verse. Job 42 verse 5 says, my ears have done what? My ears have heard about you, but now my eyes. Is that song that huh? My ears have seen, or my ears have heard. Macho yangu, my ears have heard, but now my eyes have seen. I know that's chorus. Mnajua nyinyi wana worship. Unajua? Mwiweka hapo. My ears have seen, but now my eyes, kwa sababu Mungu aliweza kurudisha maradufu, more than what he had lost. And that is why we are saying God can return. God can reverse what seems irreversible. When Job had lost everything, when he was being cast even by the friends, God did the impossible. He reversed and even gave him more than what he lost. God can undo our mistakes. He is a God who can undo our mistakes. And Peter is a very good example of this. Peter mwanafunzi wa Yesu. Alimkana Yesu mara ngapi? Alimkana Yesu mara ngapi? Lakini alisamehewa. Alisamehewa. And earlier on Jesus had said, Peter, on this rock, I will build my church. And Peter did not disappoint after being forgiven. Aliendeleza kanisa. Mpaka wakati huu tuko na kanisa ambayo wale disciples wa Yesu, Peter akiwa mmoja wao, walianzisha. Praise the Lord. You may have missed opportunities. But the Bible says, and the word of God says, see, I have placed before you an open door that no man can shut.
Revelation 3:20. What you missed is not the end of your story. Praise the Lord. What you missed is not the end of your story. Yale umepoteza pale nyuma sio mwisho wa story yako. Your story is being rewritten, or God is writing your story afresh. Praise the Lord. Mungu anaandika story yako upya. Haangalii kwa yale yamepita. Anaangalia story yako mpya na atatenda mambo mazuri, mambo makuu ambayo yatapendeza maishani mwetu. If God moved the sun backward, interrupted his own system that he put in place to prove his promise to one man, he can do the same for us. But now, Hezekiah, the man of God, who was given 15 years to live, did he use them well? Wasomi wa Biblia. Did he use them well? Who can read for me? I want us to read 2 Kings, chapter 20. Still we are in 2 Kings, verse 12 to 19. Tuone yale mambo ambayo yalifanyika. Amos, do you have that? 2 Kings 20, 12 to 19. Just read for us. 2 Kings, chapter number 20, from verse number 12 to 19. Envoys from Babylon. At that time, Merodach-Baladan, son of Baladan, king of Babylon, sent Hezekiah letter and a gift, because he had heard Hezekiah's illness. Hezekiah received the messengers and showed them all that was in his storehouses, the silver, the gold, the spices, and the fine oil, his armory, and everything found among his treasures. There was nothing in his palace or in all his kingdom that Hezekiah did not show them. Then Isaiah the prophet went to the king Hezekiah and asked, "What did those men say, and where did they come from?" "From a distant land," Hezekiah replied. "They came from Babylon." The prophet asked, "What did they see in your palace?" "They saw everything in my palace," Hezekiah said. "There is nothing among my treasures that I did not show them." Then Isaiah said to Hezekiah, "Hear the word of the Lord. The time will surely come when everything in your palace and all that your fathers have stored up until this day will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. And some of your descendants, your own flesh and blood that will be born to you, will be taken away, and they will be eunuchs in the palace of the king of Babylon." Number 19, "The word of the Lord you have spoken is good," Hezekiah replied. For he thought, "Will there not be peace and security in my lifetime?" Amen. Yani, Hezekia huyu miaka 15 ile alipewa, hata akamjaribu Mungu. Akaleta maadui wakuje kuona, maadui wakakuja. Wanakuja kuona zile vitu ako navyo. Wamemdanganya, wanakuja kumpigia pole. Akaangalia, akaonyesha kila kitu. Kila kitu. Babylon. And God was very upset. God was annoyed. Na akamtuma Isaiah tena. Isaiah akamuuliza, "Ulifanya nini?"
Hako niliwaonyesha tu kila kitu. Kila kitu. Yes, niliwaonyesha kila kitu. Akamwambia Mungu hajafurahia. Umekosea. He said, but at least there will be peace in my time. Yani he only thought about himself. He was full of himself. Hakufikiria hata watoto wake na watoto wengine. Do you see such leaders in this nation? They keep amassing wealth. Wanaleta kila kitu. Ufikiri kesho watoto watakaa namna gani? Praise the Lord. Wale walifanya hivyo hapo awali, we see their children in court, they are fighting. Even that wealth is being eaten by lawyers. They are not accessing it. Praise the Lord. Selfish attitude that Hezekiah had. That wakati wangu tu kutakuwa na amani. Yani hata kama hakutakuwa na amani after me, kwani iko nini? Na kweli hakukuwa na amani. They were taken to exile for 70 years. Makosa ya mtu mmoja. After being given 15 years, that is all you can do to your generation. After being given time to do good things in this world, you do the worst. And you leave your family in trouble. Friends, when God gives you time, ufanya kazi vizuri. Praise the Lord. When God gives you an opportunity, fanya kazi. Wakati Mungu anakupatia kazi hata katika kanisa hili. Friends, we are ambassadors of God. Do we know that? We are ambassadors of. So when you are an ambassador, you are sent to another country. We have been sent. Ama mjui? Mmenyamaza sana hapo. Yani, ambassador ni nani kwa Kiswahili? Balozi. Si ndio? Balozi, wewe na mimi sisi ni mabalozi wa Bwana. Na tuko katika nchi hii kwa sababu we have come to represent God in this world where there shida ziko mingi, mateso yako mengi, mambo yako maovu mengi, lakini uko hapa kwa kufanya kazi nzuri mahali uliko ili ukalete roho ya mmoja ama wawili katika zizi la Bwana. Praise the Lord. Wewe na mimi tumetumwa. We are ambassadors. Sisi ni mabalozi. Tusiwe kama Hezekia. Tunaenda tunasahau ya kwamba tumetumwa mahali hapa kuja kufanya kazi ya Bwana. Uliza jirani yako. Kazi yako huku ni gani? Hebu uliza, kazi yako huku ni gani? Kazi yako huku ni gani? Kazi yako ulimwenguni ni gani? Kazi yako kwa jamii yako ni gani? Kazi yako kwa community yako ni gani? Kazi yako kwa kanisa lako ni gani? Wewe ni wakukuja tu kwa hiyo kiti unakaa na unaenda? Uko na kazi nyingine? Ama ni kukaa tu kwa kiti na unaenda? Praise the Lord. Kukaa kwa kiti si kazi. Tafuta kitu ufanyie Mungu na Mungu atakubariki. Praise the Lord. Yes, that is what, ukiwa balozi, unaenda mahali, unakaa, unafanya kazi yako, siku moja utarudi nyumbani. Utarudi kwenu, kwa sababu kazi umemaliza. Na wewe na mimi tukirudi kwetu, siku moja najua, nitaiacha dunia. Haleluya, nitakwenda mbinguni kwa Mwokozi wangu Yesu milele na milele. Sasa ndio tulikuwa naimba enzi zile. Siku moja najua mimi nitaiacha dunia. Haleluya, nitakwenda mbinguni kwa Mwokozi wangu Yesu milele na milele. Utaenda wapi? Utaenda mbinguni kwa Mwokozi wako? Ama utaenda kwa rafiki yako ule mwingine, kwa shetani? Take time and think about your works. Some of us, and it's very sad, we come to this church and we are prayed for. We cry and we tell God, when you give me a job, God, even my parents
who struggled to take me to school. Nipatie tu kazi Baba, nipatie tu kazi nikaweza kuwashughulikia. Na Mungu anakupatia kazi nzuri sana. Forget about them. If you are hearing my voice, if your parents did anything for you and they are living, mine went to the Lord. But kama wako hai wanaishi leo, don't wait to buy them an expensive coffin. They don't need it. Praise the Lord. They don't need an expensive coffin. They don't need those caterers who come to do all those things. And they don't need that program that is very expensive. They need you now. Praise the Lord. They need you, not in death. Hawako, walishaenda. When you see the corpse there, hata sema ulifanya vizuri. Umefanya vizuri kitu gani? The gift of extra time. Uko na time ya kusaidia wazazi, uko na time ya kusaidia jamii yako, uko na time ya kuwaita kuwaleta kwa Mungu. Unajua saa zingine hata matendo yetu tu ndio itafanya mtu ataingia kanisani. Praise the Lord. Ni matendo tu yako nami ndio itafanya mtu aingie kanisani. Hata ukasema pastor mkiniombea, hata hawa mama hawa wajane hawa, hata hawa mayatima hawa, mimi nitawalea. Oh, nitawalea pastor. You are nowhere. Or we are nowhere. Praise the Lord. The gift of extra time. The gift of extra time. What are you doing for God? Extra time is a gift. Let me tell you, extra time is a gift, but it is also a test. Praise the Lord. It is a gift and it is. Ukiona Mungu amekupatia extra time kama mimi, nilipewa extra time over 25 years ago. Nilipewa extra time and I am here. I told God, now that you've given me that, I was already ministering. I was already doing something in the house of God. But I told God, now that you have even given me this time, I will do what you want me to do. Akinituma mimi nafanya nini? Naenda tu. Akinituma nafanya nini? I may not be doing big things, but I'm sure the small ones I'm doing, God in heaven is seeing. Na naomba tu nikaweza kufanya kwa roho iliyo safi, sio kwa roho ya kujiinua, na sio roho ya majivuno, na sio roho ya na hiyo ndio nawaulizia ya kwamba pia hata kama unafanya kile kidogo, fanya tu Mungu akikubali. Praise the Lord. I know we have been spared from many things. From illnesses, as I've said earlier on, addictions, brokenness, joblessness, accidents. And God has given you this time to do something. God has given you this chance. You are in your extra time. Make your extra time count. Praise the Lord. Make your extra time. Make your extra time count. Extra time si ya kukaa tuambie watu, ai, hiyo accident jamani, ingenimaliza. Unakuja unatutolea hapa ushuhuda na inaishia hapo hivyo. After ushuhuda, tafuta kitu ya kufanyia Mungu. Mwambie Mungu unataka nifanye nini? Anakuanga na majibu tu. Because he has ears. He listens. Hata usiposema juu, ukisema tu pale kwa roho, unyamaze tu hivi na muulize Mungu, unataka nikufanyie nini? He will tell you. Hatuwezi shinda hapa tukisema kwaya wajae, praise and worship, evangelists, intercessors, all those, and leaders. We have leaders among you, but you don't want to come out. We have leaders. You have to be pushed and pushed and pushed. No. No, that is not how we use our extra time.
Our extra time we give ourselves, we volunteer ourselves, and we tell God, niko hapa. Niko hapa Baba. Niko hapa Jehovah. Use me. Use me in the way you want to use me. And as I said from the beginning about that football analogy, football, they don't rest. Footballers don't rest in extra time. They press harder. They give everything because the end is close. And the stakes are high. Wanaona hatari, na wanatia bidii, wanaona hatari, wanatia bidii. Ephesians 5:15 and 16 inasema hayo maneno hapo. Ephesians 5:15, 16 inasema hivi: be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Yani tumikie kila nafasi ambaye Mungu amekupatia, kwa sababu masiku kuna uovu mingi katika ulimwengu. Masiku yamekuwa na uovu mwingi, mambo yamekuwa mabaya, na Biblia inasema be careful the way you live, be careful the way you do things, be careful the way we handle each other, be careful. Whether you are here for 15 years or you are here for 15 days, it is only a gift of extra time, and it will soon expire. Praise the Lord. Whether you are here 15 years, you are here 20 years, you are here 100 years, it is only a gift of extra time, and it will soon expire. And when it expires, you're going to face the King of Kings. It is possible that we can be grateful for the gift that God has given us, but we forget the purpose of the gift. We are grateful for the gift, but we forget the purpose of that gift. I desire in my heart that we all consider the time God has given us on earth as a gift of extra time. Because the Bible tells me in Psalms 90, verse 12, Daudi akisema ya kwamba, Lord, teach me to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Let us stop to live like we have unlimited time on earth. Let us stop wasting the extra moments He's giving us. Let us dedicate our extra time, our bonus years, bonus minutes, bonus chances for God's glory. I see even elders here who are living on bonus, the real bonus as the Bible says. We are not going to waste it as elders. Kuna wale washafika ile 70 walituambia hapa, na kuna wale tunafuata tunakuja. And we are not going to waste our time, the remaining days on earth. We are going to live in a very wise manner, not unwise, because days are evil. A miraculous blessing does not guarantee a faithful
finish. Huh? Just because you had a miracle, it doesn't mean that you will finish well. Your extra time is your time to save yourself. Wakati wa kujinusuru, wakati wa kukombolewa, ni wakati wa kutafuta ushindi, ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu. That is your extra time. And because of his mercy, he does not want to see any of his children perish. In my closing line, I want you to remember the following. Closing line. I want you to remember the following. That a miraculous blessing does not guarantee a faithful finish. It's your responsibility to keep the pace and finish well. God gives us extra time, muda wa ziada, to establish new opportunities, second chances, and a space to realign ourselves. When you see new opportunities, God is trying to establish you. God is giving you a second chance. God is giving you a chance to realign yourself. Extra time, I'll repeat 10 times today, is a gift. Use it well. Extra time is a gift, friends. Use it well. Use it well to evangelize. Use it well to bring souls to Christ in small or big ways. Yote inakubalika mbele za Mungu. Ulete mmoja, ulete wawili, ulete watatu, ulete wangapi, yote inakubalika mbele za Mungu. Use it to live a life worthy of Christ. He wants to see us seeking him first, and all other things will be added to us. Seek his kingdom first. Doesn't matter whether you want riches, whether you want money, whether you want whatever you want. There was one of the people I used to hear. He used to come to this church, but he's late now. He used to call his vehicle, and I know there are people who call their vehicle a machine. You may be looking for a machine, but hizi zote ni za ulimwengu huu. Seek his kingdom first, and all other things will be added to you. The clock is ticking, and God has given you breath. Make a difference before it is late, because time is coming. It is not always in the morning. Evening comes. Praise the Lord. Evening, and it will come. And it will come for all of us. Each one of us, the evening will come. And when it comes, we close our eyes and we close them forever. This is your time, your extra time to do what is right, to live right, to walk right, to believe right. Examine yourself and see what you have been doing with your extra time. I call it extra time. Whether you are at 40, whether you are at 20, whether you are at 100, because there are people who die at 20, there are people who die at 10, there are people who die at 50, there are people who die at 100.
And I call it extra. You are in your extra time because you don't know when he will call your name. Sweet Jesus, give me power. Give me power. Sweet Jesus, give me power. Oh, there's a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to live. Give me power, give me power. Sweet Jesus, give me power. Give me power, give me power. Sweet Jesus, give me power. There's a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to live. Give me power, give me power. Sweet Jesus, give me power. Give me power, give me power. Sweet Jesus, give me power. There is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to live. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank God. We thank God for this time. There is a race and a tough one.
You have a race in your extra time. Run it well. Run it well. Run it well. It's tough. And as to pray, can pray from where you are, can kneel where you are, can kneel at the altar, speak to your God and tell him, I want to use this extra time well. I want to serve you well at this last moment. You serve him like there will be no tomorrow. You praise him like there will be no tomorrow. You pray like there will be no tomorrow. Because he is our God. He understands. He knows us. Our Father and our God, in Jesus' name. Lord, this afternoon we thank you. Tunakuabudu Jehova, tunakuheshimu. Tunaliinua jina lako ambalo ni jina kuu. Jina ambalo wateule wako wanalikimbilia na wanapata kupona. Baba, kanisa hili linakupenda. Wateule wako wamesimama mbele zako Bwana, ambao ni mabalozi wako Jehova katika ulimwengu huu. Falme, kwa muda wa ziada ambao umetupatia katika ulimwengu huu Jehova, tunakuja kwako tukisema tusaidie, tukautumie vyema, tukautumie kwa njia ambayo Bwana inapendeza wewe, kwa njia ambayo ni nzuri, njia ambayo Bwana itatufikisha kwako wakati ambapo siku itafika, tarumbeta ikipigwa, ukituita nyumbani Jehova, tufike pale ukaweza kutupokea kwa shangwe na malaika wapokee kwa nderemo ya kwamba mlitenda vyema watoto wangu. Hapa ndipo mahali nimewatengenezea mkaweze kukaa. Father, we bless you because we know you are faithful. You will never fail us. And in our 15 years, our 15 months, our 15 days that you have given us, Lord, we beseech you, my Father, that we are going to do what is right. We are going to live right. We are going to walk right. Father, help us. Because we are mere mortals, my Father. Many a times we go astray. Many a times we do things that are disappointing. But you tell us that when we come back to you and seek for your forgiveness, Father, you forgive us. I pray for each one of us. Father, you know their needs. You know their desires. You know what is breaking them. You know what is bringing them down. Father, uphold them. Jehovah, hold their hand. Jehovah, guide them. Jehovah, lead them to the right path. Watembelee kwa njia yako ya kipekee. Wainue wanyonge Bwana. Wainue wajane na wale walio na shida mbalimbali. Wainue yatima, wainue wale ambao wamelala njaa leo. Baba, haya yote yasikafanye wakose kuona utukufu wako. Wakose kuona wewe wakati ambao utawaita nyumbani. Asante kwa kila mmoja wetu, kibaji ama vipaji ambavyo umetupatia Bwana, tukaweza kuvitumia kwa njia ambayo inakufurahisha. Kila mmoja wetu tukaweza kujua ni vipaji gani Mungu ametupatia, ili kwa wakati huu Baba tukaweza kuishi maisha ambayo itakupendeza wewe. Days are evil, and help us to live as wise people
are not unwise. Thank you, King of Kings, because you are doing so for us. We thank you because we know, Lord, you are in our midst and you are hearing our prayers. Thank you for the souls that have submitted themselves to you, that want to be born again, that want to receive you as Christ in their hearts. And thank you even for your child who is kneeling before you, and those who are even in their congregation, who are asking you for special needs. Father, may you hear their petitions, and may you, Father, answer them according to your will. We thank you, King of Kings, and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen.